Yesu, tunashukuru kibali chako na neema yako na ushindi wako. Baba, unasema utachukua hatua kwa sababu ya moyo wa kila mmoja. Yesu, asubuhi ya leo, mchana wa leo, najua unaenda kuinua maisha ya mtu. Kwa mwaka wa 2026, mwezi wa Januari, Yesu fanya kibali. Tarehe kama hii, tarehe 5, tunatangaza neema yako na fadhili zako. Sambaratisha kila visera, sambaratisha kila mamlaka, sambaratisha kila mamlaka, mamlaka ya giza, mamlaka ya giza. Tunasambaratisha hayo mamlaka, tunasambaratisha uwezo, tunasambaratisha kila uwezo wa shetani, sambaratisha kila mamlaka ya giza. Roho za kurudi nyuma, roho za kurudi nyuma kwa mwaka wa 2026. Oh Yesu, tunasambaratisha nguvu za shetani, mamlaka ya giza, mamlaka ya giza. Piganisha mikono yako kwa ishara ya kusambaratisha, kwa ishara ya kusambaratisha. Tumia mikono yako ukatae kila maroho, tumia mikono yako, tumia mikono yako. Sambaratisha kila mifungo, sambaratisha kila maono ya shetani yoyote yale, sambaratisha yale chombo ya shetani, vieke chini, vunjanisha kila mamlaka, mamlaka ya giza vunjanisha, kila roho ya giza vunjanisha, kila roho ya giza vunjanisha. Baba, 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 tunaomba kibali chako, tunaomba neema yako, tunaomba ushindi wako, tunaomba ushindi wako. Mwana wa Mungu, tunasambaratisha kila mbinu za shetani, roho za giza. Yesu toa, Yesu toa, Yesu toa, Yesu toa, Yesu toa, Yesu toa, Yesu toa. Tunasambaratisha kila miungu yote ya shetani, tunasambaratisha kila miroho yote ya shetani. Baba, tunakuomba kibali chako. Yesu, tunakuomba fadhili zako. Yesu, tunakuomba neema yako. Visirani utaondoa, mapepo utaondoa, magonjwa utaondoa. Yesu ondoa, 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 na shetani ondoa.
Yesu ondoa, Yesu ondoa, Yesu ondoa, 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 ondoa kila roho ya mateso ishikwe, kila mamlaka ya shetani yashikwe. Ondoa, 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 ondoa vivuli vyao vya mauti. Yesu toa, Yesu toa, Yesu toa, 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 wewe ni Mungu usiyeshindwa, hakuna kama Yesu. Achilia kibali chako mchana wa leo. Achilia neema yako mchana wa leo. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Baba mkuu. Ukitenda mwana Mungu mchana wa leo, tutashukuru jina lako. Tunaomba tukijione na kutenda. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na tukuamini. Pigia Yesu makofi yako. Na najua Mungu atakuwa baraka. Wale wameketi nyuma, unaweza songa mbele. Na najua asubuhi ya leo kuna kibali cha Yesu Kristo ambacho anaenda kufanya, na najua Mungu atakuwa baraka. Kama umeketi nyuma, nimesema usonge mbele. Kama umeketi nyuma, usonge mbele. Kama umeketi nyuma, usonge tu mbele. Na najua kuna yale Mungu anaenda kufanya. Na sijasema usonge mbele na uketi, mimi nimesema usonge mbele. Kama ulikuwa umeketi, songa tu mbele, usikae nyuma. Na najua kuna yale Mungu anaenda kufanya zaidi na zaidi. Salimia mwenzako, mwambie karibu kwa mwaka wa 2026. Mwambie karibu kwa mwaka wa 2026. Na najua kuna yale. Salimia watu watatu. Salimia watu watatu. Mwambie karibu kwa mwaka wa 26. Karibu kwa mwaka wa 2026. Piga tu mikono yako mizuri kwa Yesu. Oh,
Asubuhi ya leo na Mungu atakuwa baraka. Kwenye hujacheza ni shida yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza keti. Na najua kuna kitu ambacho Yesu Kristo anaenda kufanya asubuhi ya leo. Mtu aseme amen. Asubuhi ya leo kwa mwaka wa 2026 mwezi wa Januari, Mungu amekuwa mwema. Yesu ametulinda na ametuongoza tena. Mtu aseme amen. Sio rahisi. Kuna wale walitegemea wataona mwaka wa 2026, lakini kuna wale wajezewa, kuna wale wajafika tarehe kama hii, lakini wewe umefika. Mungu amekuwezesha, Mungu amekulinda. So ni vizuri umshukuru Mungu. Mtu aseme amen. Ni vizuri umwambie Bwana asante tu kwa kunipatia kibali cha kufika mwaka wa 2026. Bwana ni asante kwa kunipatia kibali cha kuona mwezi wa Januari. Bwana ni asante umenipatia kibali cha kuona siku kama hii. Mtu aseme amen. Wengi wametamani lakini wajezewa. Wengi wametamani lakini wajafika. Wengi wametamani lakini mpaka saa hii hawajaona wakati kama huu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. So jiulize, wewe ni nani ambao umefika wakati kama huu? Ni wakati mwingine umwambie Bwana na kushukuru kwa fadhili zako na kushukuru kwa wema wako. Kitabu cha Yeremia 1, kitabu cha Yeremia 1, kitabu cha Yeremia 1, kitabu cha Yeremia 1, kitabu cha Yeremia 1 kuanzia 3, na Mungu atakuwa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna malengo yale Mungu amekuwekea kwa maisha yako. Kuna yale malengo Mungu amekuwekea yafanyike kwa maisha yako. Hata kama mwanadamu atazuia, lakini hayo malengo ni lazima yatakamilika tu. Kuna yale malengo Yesu alijua atakufanyia hata kabla hujazaliwa. Yale malengo ni Mungu amekuwekea. Hata mwanadamu akizuia, ni lazima yatafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kuza mwenzako mwambie ni lazima vitu vingine Yesu atakutendea. Kuza mwenzako mwambie mwaka wa 2026 ni lazima vitu vingine Yesu atakufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale watu wamekaa, kuna wale watu ambao wamekatalia baraka zako. Kuna watu ambao wamekaa kwa maisha yako, wamekuwa kizuizi. Tukivuka mwaka wanakuzuia, tukijaribu kwenda wanakuzuia. Biblia inasema, inaambia Yeremia, msomaji kama umepata unaweza soma. Yeremia 1:3 inasema, tena alikuja siku za Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda,
hata mwisho wa mwaka wa 11 wa Sedekia mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, hata wakati ulipochukuliwa mateka Yerusalemu katika mwezi wa 5. 4. Neno la Bwana lilinijia kusema. 5. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Kabla hata sijakuumba nilikujua. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Kuna vitu vingine before Yesu atazaliwa, kuna vitu vingine Yesu amejua ni lazima atakufanyia. Mtu aseme amen. Kuna vitu Yesu anajua ni lazima utakuwa navyo. Kuna vitu Yesu anajua ni lazima atakutendea. Huyu ni Yeremia ama Yeremia anaambiwa ya kwamba nilikujua hata kabla hujazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yale malengo Yesu amekuwekea kwa maisha yako. Kuna yale malengo Yesu amekusababishia kwa maisha yako. Hata kabla hujazaliwa ni lazima hayo malengo yatatimia. Kuna vitu leo Yesu amekuwekea. Hata kama mwanadamu atasimama hatalia hiyo vitu ni lazima vitafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kusoma. Na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Hata kabla hujazaliwa Yesu alikutakasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanadamu ndio wamefika mahali wakati wanazaliwa wanaanza kujiwekea vitu ambavyo sio vyao. Na ndiposa Yesu anawaacha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna hapa mtu akizaliwa hakuwa hata anavaa nguo mbaya, lakini wakati alizaliwa akajiwekea nguo ambayo istahili, Yesu akamtoroka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mahali hapa asubuhi ya leo, mchana wa leo, alizaliwa hakuwa anakunywa pombe, lakini wakati amezaliwa akapata pombe akaingia, Yesu akamwacha. Haleluya. Kuzaliwa akijipaka lipstick, lakini wakati alianza kujipaka Yesu akaangalia akasema huyu mtu wa mama kwa kama katuni, akamtoroka. Yeremia inasema ama Yeremia inasema nilikujua hata kabla hujazaliwa na nilikutakasa kama bado uko kwa tumbo ya mama yako. Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Chochote ambacho nakizuia kuendelea mbele na kikataa asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alipoingia kwa ndoa ya kwanza, kwa ndoa ya pili akaanza kutumia madawa, Yesu akamwacha, akaachilia baraka zake. Sasa ni Yeremia anaambiwa nilikujua hata kabla hujazaliwa. Kuna mtu hapa akona malengo mwaka wa 2026, lakini ya malengo yanapotimia kwa sababu amejiingiza kwa mambo ambayo yastahili. Kama Yesu anakujua kabla hujazaliwa, who you are. Yesu ajui unataka kazi. Yesu ajui unataka ndoa. Na bado unaingia kwa waganga. Unaenda mganga anakuambia rukia nyuma ndio upate ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana unachukua chapati unakalia mzee, ndiye Yesu si anajua bwana wako anafaa kuletea pesa. Haleluya. Kuna vitu Yesu amekuwekea mwaka wa 2026, lakini kama utangojea kama vile Yeremia aliambiwa hata kabla hujazaliwa mimi nilikujua. Ninatangaza asubuhi ya leo na mchana wa leo, chochote kinachozuia baraka zako, chochote kinachofanya urudi nyuma, leo kitaisha kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama Yeremia alijua kabla hata hajazaliwa, hata hajatoka kwa tumbo la mama yake, lakini Mungu tayari amemjua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hapo watu wanapenda kulazimisha issue. Wakienda kazi mara 3 waone wamekosa, wanaingia kwa mganga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu hapa akitafuta aone sipati mzee, anaingia kwa mganga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu hapa akiangalia anaona
Waniambia vijana wanisimamishi kwa barabara. Sasa anaamua kuvaa nguo mbaya ndio msimamishi. Na hapo ndio Yesu anakuja anaacha mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama Biblia inasema, inaambia Yeremia, nilikujua hata kabla hujazaliwa. Inua mikono yako juu, sema Yesu, Yesu, nahitaji baraka zangu kutoka kwako. Ninadai baraka zangu kutoka kwako. Kuna watu wa baraka zenye wako nazo 10% sio kutoka kwa Yesu, walilazimisha. Kuna watu hapo wako na baraka zingine za kujilazimishia. Kwa sababu hutaki kusubiri kazi ya Yesu Kristo ambaye atakupatia, wewe unaenda kwa kazi yenye sio yako. Yesu anaamua kusema, umenitoroka, acha nikuachilie. Bwana Yesu asifiwe. Unapata mtu anaingia kazi mpaka Jumapili. Sasa Yesu anaangalia anasema, tulisema siku ya 7 mtu apumzike, anaenda anisifu. Juu wewe unaingia kazi Jumapili, Yesu anakutoroka, anakuacha. Biblia inasema, inaambia Yeremia, nilikujua hata kabla hujazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. So asubuhi ya leo ukifanya chochote, jua ya kwamba Yesu amekujua hata kabla wewe hujazaliwa. Kuna vitu vingine vyenyewe vitafanyika tu. Kuna vitu vyenyewe vitajipeleka. Watu ambao wanapenda kulazimisha issue. Watu ambao wanapenda kulazimisha mambo yafanyike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wanafika mahali unapata mtu anasahau Yesu Kristo. Anasahau kujua Mungu ndio kiongozi yangu. Anataka mwenyewe akiongoze. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndio Yesu anafika, anarudi kando, anakaa kidogo, unajiongoza. Ukifika hapo, ukipiga kwa ukuta unaanza kuita, Mungu nisaidie, nimerudi kwako. Baba nitetee, kwa sababu umejipiga kwa ukuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So mafunzo ya asubuhi ya leo ni ya kwamba Yesu amekujua vile ulivyo. Hata kabla hujazaliwa, Yesu tayari amekujua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliza mwenzako, ndio Yesu ni kiongozi wa maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako tena, Yesu ni kiongozi wa maisha yako? Amekujibu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hawajakubali mpaka saa hii Yesu awe kiongozi wa maisha yao. Kidogo ameenda kwa madawa ya kienyeji, kidogo ako kwa Yesu, kidogo ako kwa mganga, kidogo ako kwa Yesu. Yesu anafika mahali anakuacha. Kwa sababu hujaamua Yesu Kristo akuwe kiongozi wa maisha yako. Kuna watu hapa kazi walizozipata si halali. Wengine walitumia mlango wa nyuma. Haleluya. Wengine walitumia wakati walienda kazi, supervisor akawatongoza, wakaacha ndoa zao, wakakubali maneno ya supervisor. Na ndiposa supervisor akawapea kazi. Haleluya. Na Yesu akafika mahali pale, akaamua kukuacha. Tuendelee kusoma. 6. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Tazama mimi siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. 7. Lakini Bwana akaniambia, Yesu akaniambia, usiseme mimi ni mtoto. Usiseme mimi ni mtoto. Maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake. Utaenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake. Nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kuna mtu hapa asomangi Biblia. Hata leo ndiye amejua, kumbe Yesu alijua kabla sijazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu hapa asomangi Biblia na hata ya simu hana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitakuwekea maneno utakayoenda kuambia watu. Leo kuna mtu hapa amepatiwa kazi ya Yesu Kristo lakini haendi.
baada amekaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua ni kitu mbaya sana. Jumapili ndio mimi nakuona una practice wimbo. Lakini kuanzia Monday wao uendi kazi unakaa kwako. Hata wewe mwenyewe uone aibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Jumapili kuanzia Monday unakaa kwako. Unafua manguo unamaliza, tani hiyo the following day ufue manguo. Lakini sasa hivi una practice kuimba. Mimi hiyo siwezi fanya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ukikuja pia masami siwezi fanya. Wewe na vitu yako kaa imba vipaya. Judgment siko kwako. Kwa maana Biblia inasema Yesu akamwambia Yeremia, nitakupatia maneno utakayosema. Kuna watu hapo wengine ni waimbaji, lakini watakubali maneno ambayo Yesu ameweka kinywani mwao. Kuna watu hapa ni waombezi, lakini watakubali yale Yesu ameweka kwa kinywa chao. Kuna watu wengine mahali hapa, wengine ni wahubiri, lakini watakubali yale Yesu ameweka kinywani mwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu hapa Yesu anampatia ujumbe lakini baada anakana. Jora msio kila mtu ameitwa kwenda kazi. Kote tukienda kazi nani ataombea maskini? Nani ataombea wagonjwa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wengine Yesu atawalisha. Hata wasipoenda kazini Yesu atawalisha. Wengine watakuja waimbe, waombe kwa sababu ya uimbaji wao. Yesu atawalisha. Wata struggle. Bibaya wewe unatumia akili yako ambao umejiwekea, lakini ujikubali Yesu kila ameweka juu yako. Umaika chini ukajiuliza who you are. Wewe ni nani? Wengine wetu tunapotea hapo kwa sababu mtu ajitambue yeye ni nani. Anajaribu tukugeza. Saa kidogo yeye ni muombezi. Saa kidogo yeye ni mwimbaji. Saa kidogo yeye yani anageza. Lakini umekaa chini ukajiuliza wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Na ndio kwa sababu mimi nikataza hapa Jona Mwestasi sio mwimbaji, ni wao. Esa zinitanganya atije ni mwimbaji leo. Nimetoka wapi? Esa kuna kipawa cha roho, lakini hajaamua kujitafuta wewe mwenyewe. Kuna watu tukianza kuchunguza wengine si waimbaji, wengine ni waombezi, lakini kwa sababu wewe hujajitambua umeenda kwa uimbaji. Na ndio itakusumbua. Sasa after all lazima labda utolee dhabihu ndio ukue mwimbaji. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jeremiah akaambiwa usijione wewe ni mtoto. Nitakuwekea maneno utakayoenda kuambia watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu hapa leo ukimwambia ndio hubiri atakataa. Lakini ukichukua mwambie haya kuja nikupatie kitabu hubiri. Atasimama aseme praise God church na hubiri. Haleluya. Kuna mtu wao baada amejiona mimi ni mtoto, nitakaa kwa miaka 5 ndio nijue kuimba vizuri. Grace, hiyo ni uongo. Ukikaa leo ati miaka 5 utajua kuimba vizuri ni uongo. Kwanza watu mwingine ni huyu. Huyu leo hata wewe unafaa kuwa mwimbaji. Jona, huyu Francis huyu tutafanya aje? Itabidi tulazimisha Yesu aweke maneno kwa kinywa chake atakayeambia watu. Bwana Yesu asifiwe. Jeremiah akaambiwa ya kwamba wewe sio mtoto bali utaenda na maneno utakayoambia watu nitakuwekea kwa kinywa. Asubuhi ya leo mchana wa leo naomba mtu mmoja atakayesema yatoke kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu kuna mtu hapa anajilazimisha aende kwa mwindi afanye kazi ndiposa akuje. Lakini wengine wetu Mungu ametuwekea vibali. Roho yangu haikuimbie
jinsi wewe ulivyo mkuu, roho yangu na ikuimbie, jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yako inaambia Yesu Kristo kweli. Tuendelee kusoma. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe. Usiogope kwa sababu ya watu wa kwenu. Ati nikianza kuhubiri watanicheka, nikianza kuhubiri mzee wangu atanicheka, nikianza kuimba mzee wangu atanicheka. Kuna watu hapo ni sambulio. Usiogope kwa sababu mimi nitakuwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapo wameogopa kufanya kazi ya Yesu Kristo. Sasa mtu akipata kazi mingi ni 7,000, 6,000, 5,000. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aseme amen. Amen. Tafakari juu ya moyo wako. Wewe ni nani? Yeremia akaambiwa utakapoenda nitakuwa na wewe. Kama Yesu alijua kabla hujazaliwa, akajua huyu ni Francis na atazaliwa leo. Sasa ni kwa nini leo ustruggle kutafuta kazi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si ukae vitu vingine zenyewe zikutafute. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilifika mahali nikasema siyezienda mchango ya shilingi 500. Kazi mimi yenye natafuta ikiwa pesa kidogo ni 1,500. Hata kama nitafanya siku 3 lakini nitatoka nikiwa na kitu. Kwa sababu ya kazi ya Yesu Kristo. Ukideclare vitu vingine vitaanza kufanyika vyenyewe. Ukideclare vitu vingine kwa maisha yako, hautang'ang'ana navyo, vyenyewe vitafanyika kwa sababu Yesu ameweka ujumbe juu yako. Kwa sababu Yesu ameweka ujumbe juu yako, utapata kazi ya pesa mzuri. Kwa sababu Yesu ameweka ujumbe juu yako, utapata watakao kusupport kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe kama leo uombi au tumii kila Yesu Kristo amekupatia, na una accept upate vitu vikubwa, au utapata vitu vikubwa. Ukipata kazi ya pesa mingi ni 15,000 na tena ile itasubiri kusumbua, sasa kidogo utaacha hiyo kazi na utoke. Haleluya. Kanisa inakaa hapa chafu, wewe umekaa unasaga na kwa mwindi, lakini kanisa ni chafu. Inakudai. Paka sasa unapata mnakosana. Umeenda kazi lakini mnakosana na mwenye kazi. Kwa sababu yale Yesu aliweka kwa kinywa chako hauendi kutangazia watu. Hata uimbaji peke yake nitakusaidia kutangazia watu wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kiona nikiimba moyoni nimevaa Yesu. Nikiimba moyoni nimevaa Yesu. Oh, kiona nikiimba moyoni nimevaa Yesu. Kiona nikiimba moyoni nimevaa Yesu. Oh, kiona nikiimba moyoni nimevaa Yesu. Kiona nikiimba moyoni nimevaa Yesu. Leo ni nani amevaa Yesu mahali hapa? Ni nani atakaye sema mwaka wa 2026 sitaacha kanisa la Mungu ikae chafu? Mwaka wa 2026 sitakuwa na ngoja Jumapili peke yake ndio naenda kanisa. Hata iwe Wednesday jioni nitaingia kanisani nitaomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu hapo walikuwa na vipawa lakini vilikufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitakuwekea maneno utakayoenda kuambia watu. Leo Grace ujaribu kuhubiri, uone kama Yesu atakuwekea neno hata moja utakayoambia watu. Francis leo ujaribu kuhubiri, uone kama Yesu atakuwekea neno moja kuambia watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Joram, unaweza pata mtu anajituma kazi, anafanya kazi na bidii hata wamuongezee mshahara, lakini mlete kanisani mwambie tuanze kuomba. Anaomba dakika 15, amechoka, anakaa chini. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Yesu ataekea mtu maneno ya kuambia watu, si atakuwekea hata maombi ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu ataekea mtu maneno ya kuambia watu, mbona asikuwekea uimbaji? Bwana Yesu asifiwe. Acha nijaribu kusema kitu kuhusu praise and worship team, ili mkianza kuimba mjue changamoto za praise and worship team. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani anajua changamoto za praise and worship team? Ukianza kuimba train, ujue kwamba wakati nimeanza kuimba kuna changamoto mbele. Haleluya. Amen. Na kama utaenzi hizo changamoto uachane mapema. Hata ukianza kuhubiri kuna changamoto mbele. Mhubiri utapata amevaa kofia kepu kwa kichwa anatembea nao. Utapata amekatakata lonyi. Hiyo ni changamoto za kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utampata kwa swimming pool na kinyaza na simba anasema na bonda ra. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sometimes utawapata na kazi, kwa sababu salonga zinaenda kazi, salonga zinapata kuna mtu nyuma yako anahitaji maombi yako. Haleluya. Amen. Na waimbaji changamoto yao sana sana kwa ndoa yao kuna kwanga na vita. Hiyo ni number 1. Number 2, changamoto ya uimbaji ni roho ya kukasirika haraka. Niseme ingine ama niachie? Bwana Yesu asifiwe. So wakati unaanza kitu, chua changamoto yake. Ukiona waombezi, sitasema mingine. Waombezi changamoto yao, anaweza tenda kazi ya ufukuzwe. Haleluya. Amen. Kwa sababu gani? Wewe umeombea mtu pata kazi, na wewe mtu alirobo na shoshaki. Hiyo laana ya shoshe inaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukiamuzi kwa vitu yote, kwa hiyo uamue kwa mshiriki. Changamoto ya mshiriki. Acha nisiseme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitakwambia next Sunday kama utakuja kanisa. So asubuhi ya leo, mchana wa leo, nataka uangalie kitabu cha Yeremia. Kama Yeremia alizaliwa akaambiwa maneno utakayoambia watu nimekuwekea kwa kinywa chako, maneno utakayoenda kutangaza kwa mataifa tayari nimekuwekea. Sasa unataka kuniambia Yeremia hakuwa na pesa? Kama Yesu anaweza kupatia maneno utakayoambia watu, mbona usikuwe na pesa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ujumbe wa asubuhi ya leo ni kukubali Yesu Kristo upate vile unataka kutoka kwa Mungu. Lakini kama utakubali, ni lazima struggle kufanya vitu vingine. Kazi itakuwa ya shida, ndoa itakuwa ya shida, kwa sababu hujakubali kazi ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto ya mshirika ni hii. Wakati utaanza tu kutaja jina la Yesu Kristo, changamoto zako zitakuwa mingi. Haleluya. Amen. Wakati unasema shetani toka, Mkristo, changamoto zako zinakuwa mingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kama utajitolea kwa imani, utashinda yale majaribu ambayo Yesu Kristo, shetani atakuwekea. Yesu Kristo atakusaidia kushinda hayo majaribu. Bwana Yesu asifiwe.
Unajua kuna mtu tulienda naye matanga. Alifika mahali akaamua kuokoka. Ilikuwa 2022. Mtu huyo alifika mahali akaamua kuokoka. Mahali tulimtoa ilikuwa pale pagumu. Alikuwa anavuta bangi, alikuwa anakunywa pombe, alikuwa anafanya nini nyingine? Alikuwa anaibia watu. Na tukamtoa hapo akaokoka. Sasa huyu mtu tulipoenda naye matanga akapatana na rafiki akamwambia, "Sio ulikuwa rafiki yangu bwana, onja kidogo." Jamani kunywa pombe akalewa, asubuhi inafika tumuoni. Kwenda kumtafuta tunapata alilala kwa choo. Kwa sababu shetani alimnyakua tena. Bwana Yesu asifiwe. Na maanisha nini Mkristo? Wakati unaokoka, kubali kukataana na marafiki wengine, tembea na marafiki wanaofaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitembea na rafiki ambaye amenyoa panga kwa kichwa na msichana hapa, hata utanyoa tu. Mtu hajafanya harusi lakini ameshaweka pete, ndio unatembea naye, hata wewe utaweka pete kesho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu roho ambayo yako nayo, hiyo roho pia na wewe inakuvuta. Sasa kama utakuwa mwepesi, hiyo roho itakushinda. Na ikisha kushinda, what is next? Utajipata hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. So wale ambao tumerudi katika Ukristo ama tuko katika Ukristo, angalia wale unatembea nao. Bado niko kwa hiyo kitabu Yeremia. Kwa sababu gani? Kama utajitolea kurudi kwa Yesu Kristo na utembee na rafiki ambaye siye, so utarudi kwa njia yako ya kitabu. Bwana Yesu asifiwe. So asubuhi ya leo naombea mtu mmoja mahali hapa, Yesu aeke ujumbe ndani mwake ambao ni bora, ambaye atakaambia watu na watu watamfuata, na kutoka mahali pale yale anaomba kwa Yesu yatatimia kwa jina la Yesu Kristo. Tusome mstari unaofuata wa mwisho. Mstari wa 8. Usiogope kwa mstari wa 9. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywani changu. Bwana akaniambia, "Tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako." 10. Angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu amewekwa hapa juu ya mataifa. Kuna mtu amewekwa hapa kwa sababu ya kusaidia watu. Kuna mtu amewekwa hapa kwa sababu ya kuimba watu waokoke. Kuna mtu amewekwa hapa kwa sababu ya kuomba ndiposa watu wakuje kanisa. Lakini unapata ufanye hiyo kazi. Sasa unapata yale Yesu anakuwekea na kunyang'anya, anakuwekea. Shetani anachukulia na yeye hatua kutoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So naomba asubuhi ya leo ukubali kile Yesu anakuelekeza ufanye ndani ya moyo wako. Tusimame wakati tunaombea neno, na najua Mungu atakuwa baraka. Kama bado nadhani na ubiri, nimemaliza. So kama hata wewe hujaandika kitabu, hujashika chochote, it is the only problem. Sio yangu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi Yesu Kristo ameshaandika juu mbinguni, Pastor Alex amefunza. Bwana Yesu asifiwe. Shiriena shilinga ya kwinjira ego onishina shakanzikarira katanyandu chosinde miluga cheshano yehamsa kwa Yesu. Shiriena shilinga ya kwinjira ego haleluya atanyando josine miluga cheshano niye hamsala kwa Yesu. Shiriena shilinga ya kwinjira ego shabazikarira haleluya atanyando
wacheshalo ndiye msalaba wa Yesu. O Nyasaye yahuyanza yana Yesu mwanawe ulwa yako iwe ulia. Haleluya. Tembete kuminanga ndiye msalaba wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Iko wapi itakayo kukataza kwenda mbinguni? Nini kitakacho kuzuia kuingia katika ufalme wa mbinguni? Eza ni majibu ambayo unajibu bwanako kwa ndoa, si leo uache. Ni kitu gani kinakufanya ndiposa Yesu asiweke maneno ya kuambia watu kwa kinywa chako? Kama Yeremia aliambiwa ya kwamba nilikujua hata kabla hujazaliwa. Mbona wewe Yesu hajakujua leo? Ni kitu gani kinakuzuia? Ni kitu gani kinakuzuia wewe kuomba? Ni kitu gani kinakuzuia wewe usifanikiwe? Kama ni nguo ambayo unavaa mbaya, usiache. Kama ni majibu ambayo unajibu kwa ndoa yako mabaya, usiache. Na yeye Yesu aweke katikati yako maneno utakayoambia watu. Na yeye Yesu aweke maneno utakayozungumza ndani ya watu. Baba, ni asante. Asubuhi ya leo neno lako limepita. Baba, umeniandaa kwa sababu ya kuhubiria watu wa Injili. Nimesimama mbele yao kama mtu ambaye mwana wa Mungu sijui, lakini umenipa yale ya kusema. Baba yangu, naomba neno hili likakae ndani mwao. Naomba neno hili mwana wa Mungu likaongoze kupitia kitabu cha Yeremia. Yesu wekee yale watakaambia watu. Yesu wekee watakaozungumza kwa watu. Mwana wa Mungu, umesema ya kwamba ulijua Yeremia hata kabla hajazaliwa. Baba yangu, kuna mtu mahali hapa anatamani kufanyia kazi yako, lakini vizuizi vimekuwa vingi. Baba yangu, naomba kibali. Yesu, naomba neema. Baba yangu, kupitia kitabu cha Yeremia, Yesu acha ukapokee ushindi, acha ukapokee neema. Baba, kijana tasema ni asante. Ninaomba kwa kibali chako, kwa pendo lako Yesu Kristo, naomba na atakuamini. Pigia Yesu makofi mazuri na Mungu atakuwa baraka. Karibu ndugu Chora kwa sababu ya program ambayo imebaki, na Mungu atakuwa baraka. Asante, pigia Yesu mikono yako vizuri. Asante.